Nissan diesel. Nissan diesel. Nissan diesel. Scan. Ni saba na ngapi? 82. BKZ. Majeruhi ndio walikuwa wengi. Tatu watu wanafanya nini? Umeenda wapi? Wewe kitokea sana leo kuli. Tuende sasa. Ni mtu msikilivu na mtu kama angekuwa anamsikiliza huyu mbwa chini, usingetokea ajali kama hii. Kwa kwenda kufika pale kaiweka gari katikati, basi kama imepita mwenye njia yake. Maoni yangu kwamba magari madereva mabasi hawapo makini. Alafu wanadharau kubwa sana, wanadharau watu waliokuwa chini kwenye magari madogo, pikipiki, baskeli. Hata mabasi uko unaendesha pikipiki, atakuja kwenye saiti yako aje akubanie. Angalau tu yeye apite. Kwa hiyo wawe makini tu. Unataka kuniambia kwamba gari ndogo ilikuwa imesimama kati kichwa cha treni kinapita. Na ikamwashia taa dereva hapo. Yes, alowasha gari ndogo ndio iliwasha basi. Kipindi kile dereva mwenye gari ndogo ameshaiona ameshaona kichwa cha busi kinakuja. Unaona? Sasa alivyokiona kile kichwa yeye mwenye basi alikuwa hajakiona. Alivyokuja kiona sikupigiwa na nini, lakini yeye akaja kumuelewa yule. Akatoka kaingiza gari kama katikati basi pale. Kwa hiyo hawapo makini. Wana haraka zao za kukimbizana kwa hai abiria, ndio matokeo yake wanatuua pasipokuwa na sababu yoyote. Asante. Poleni sana. Leo ulikuwepo? Muumia au Nawe dada. Mnakuwa mnakutana hapo. Gari ndio inatokea hapo. Na ndio mnaenda? Mwanza ilikuwa inaunganisha mpaka Msoma. Wewe ndio nitikia kwenye saa ngapi? Au mko mmelala? Chukia tu ajali. Sasa mimi nimepatia Kwa mbana kufanya. lakini toka tumeondoka nami mpaka tunafika ajali inatokea pale hata dakika 5 kwa station. Sijui labda, yani nimeshindwa kuelewa. Sababu kama mimi nilikuwa lakini sikusikia kwamba sikuona kwamba ila nilisikia kwamba kuna kitu kinapiga honi. Sikuona ila wale walikuwa upande hivi dirishani wakaanza kusema huyu bwana sikuona sikia anapigia honi tupatisha ajali hapa. Sasa katika kusema vile ndio nataka niangalie dirishani ni kitu gani ambacho kinazunguka. Ile ndio naangalia ishafika ishagonga gari kaisoma. Poleni. Sawa, nawaelekeza kwa chumba hicho.
Alafu utakupa taratibu zote za kuruhusu. Ali vipi? Maana mimi nilikuwa natoka tutajia majina yako mawili. Sawa. naitwa Ali Zito Ramadhani. Nilikuwa natokea nyumbani naenda kazini. Nilifanyia kazi kule kupita sekondari mbele kidogo chini wa hudumu wa njia ya reli. Sasa nilikuwa nimesubiri pale level crossing ili kitu kipite niende kazini. Sasa ile basi lilikuwa linakuja huko na ile engine ilikuwa inarudi hivi. Sasa nikaona ile basi yenyewe inakuja tu na ile engine lakini ilianza kupiga uso kutoka kule juu. Ilikuwa inapiga honi kutoka kule juu. Kwa muda mrefu, matokeo yake ikafika zikagongana na mimi. Zilipogongana na mimi sasa mimi nikarukia kwenye ule mfereji kwa kuogopa zingeniangukia. Ndio nikaumia. Wanaendelea kuandika. Wanaweza kusema watu kuja na nesi ambaye
Pokea huyu na yule. Water foundation. Water foundation. Weka makindoshi nyingine. Iko pale kwenye chupa. Malisa ni muuguzi mfawidhi katika hospitali ya wilaya ya Manyoni. Labda ile Malisa, tueleze umepokea maiti ngapi mpaka sasa na majeruhi kwa ngapi na huduma zipi mmeshawapatia? Asante. Kwa mpaka sasa hivi tumepokea majeruhi 38 na kifo kimetokea kimoja, lakini tayari alikuja akiwa ameshafariki. Alifariki ni nani? Jinsia gani? Ni jinsia ya kike, ni mwenyeji wa hapa Manyoni ambaye anajulikana kwa jina la Bikombo. Na wagonjwa wote labda ambao mpata rufaa? Kuna wawili ambao wamepata rufaa mpaka sasa hivi. Labda ngoja kidogo. Samahani. Wewe Flo, yani ongea moja kwa moja jinsi unavyoelewa. Usisubiri tukuulize. Sawa? Sawa. Kwa hiyo anza tena mwanzo, ukipata kifo mmoja, anza na twende anza. Asante. Kwa mpaka sasa hivi tumepokea majeruhi 38. Kati ya hao 38, 5 hali zao sio nzuri. Na wengine bado tunaendelea kuwahudumia. Wengi walikuja wakiwa na vuja damu kwa wingi, wamepata msaada wa kushonwa na kufungwa zile sehemu ambazo zilikuwa zinatoa damu kwa wingi. Wengine wamepigwa x-ray, wamegundulika kwamba wamevunjika. Wengine wamepata matatizo ya kichwa, wamepata huduma, na mpaka sasa hivi bado tunaendelea kushona yale majeruhi na tunaendelea kuwahudumia kwa sababu wengine wanahitaji damu, wengine wanahitaji kufungwa POP, wengine wanahitaji kuendelea kupata huduma kwa ajili ya kushona vidonda vyao. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado huduma zinaendelea, na kuna wawili ambao wamepata rufaa. Mmoja ameenda hospitali ya Santa Gaspar Itigi, yeye ni sister, kwa hiyo ameenda kuhudumiwa kule. Mwingine ameenda hospitali ya Dodoma, wamekuja kumchukua ndugu zao, kwa hiyo ataenda kuhudumiwa kule. Kwa sababu mpaka sasa hivi bado tunaendelea kusoti, kuangalia ni yupi ambaye anatakiwa apate rufaa na ni yupi ambaye tunaweza kumhudumia hapa. Kwa hiyo bado hilo zoezi linaendelea, hatujalikamilisha kwa sababu tulikuwa bado tunataka tumkague mmoja baada ya mwingine, ndio tutapata idadi kamili kwamba mpaka sasa hivi ni wangapi ambao wataenda hospitali zingine kwa uchunguzi zaidi au kwa huduma zaidi. Na kifo, tumepokea kifo kimoja ambacho alikuja hapa tayari ameshakufa. Ni mwenyeji wa Manyoni, anajulikana kwa jina maarufu la Bikombo. Kwa hiyo maiti mpaka sasa hivi iko mochwari, ndugu zake wana taarifa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaendelea kutoa huduma kwa wateja wetu. Tunaandaa na chakula kwa sababu wengi walikuwa ni wasafiri, watapata chakula hapa. Na pia katika hao majeruhi kuna watoto 4. Ila wale watoto hawajaumia sana, tunaendelea kuwafanyia uchunguzi. Mama mmoja ana watoto 3, mama mwingine ana mtoto mmoja. Kwa hiyo bado tunaendelea na shughuli yetu ambayo kweli mpaka sasa hivi bado hatujamaliza kuwapatia huduma kwa sababu wateja ni wengi. Tokea katika wilaya yangu ya Manyoni, na hatua za awali ambazo zilichukuliwa kwanza ni kuwahudumia wale ambao walikuwa majeruhi ambao kama alivyosema muuguzi wa zamu 38 ambao wameletwa hapa hospitalini, lakini pia kuna wale wengine ambao hawakupata majeraha yoyote mpaka sasa hivi, ambao tuko nao wako kama 8 hivi ambao tumewapeleka kwenye pale jengo la Ikulu ndogo, tunawapatia
tumewapatia chai ya asubuhi na chakula cha mchana, lakini pia kuwasiliana na hao wenye kampuni wafanye utaratibu ya jinsi ya kuwasafirisha hao wengine ambao wako wazima. Lakini kwa ujumla tunashirikiana na uongozi wa hospitali katika kuwahudumia hawa wagonjwa. Ile tu kitu ambacho naweza nikazungumza ni kwamba inaelekea shirika la reli pale hakuna alama zozote. Kwa hiyo sasa hawa madereva wetu ambao hawako makini wanaweza akawa pia ni chanzo cha hiyo ajali. Lakini pia ninavyofahamu, kama kukiwa kuna goods train au kukiwa kuna kichwa cha train au chochote, utaratibu ulikuwa ni kwamba lazima awepo linesman pale ambaye anasimamisha magari. Lakini sasa sijui utaratibu umekuwaje.